Waswahili walisema mgeni njoo mwenyeji apone, na hakika siku ya leo tumetunukiwa sana na Mungu ametubariki na mgeni wa ajabu ambaye ukisikiza hadithi yake utatiwa moyo, utaweza kufarijika na utaweza kutiwa nguvu sana kwa kusikiza shuhuda zake motomoto. Na kabla ya shuhuda zake siku ya leo, ningependa kuwashukuru enyi nyote mmenishika mkono kabisa katika safari hii na mtoto wetu mdogo huyu Jane Gathoni. Nasema asanteni sana kwa kuniunga mkono, kwa kusubscribe, kwa kuwatch na hata pia kusambaza. Mungu wa ajabu apate kuwabariki na pia kuwatumia wasaidizi wakati wowote wahitaji wenu. Karibuni sana Jane Gathoni Show. Mitandao ilikuja na madhara yake na pia ilikuja na faida. Sijui kama shida hii ya ubongo ilikuwa kwa sababu wanadada tunaweza tukiwezeshwa wakati una subscribe. Kwa kweli upya kipya kinyeni ingawa kidonda. Karibu sana mtumishi wa Bwana. Hakika tangia juma hilo nyingine tuliweza kuwa pamoja na ulitutia moyo sana. Na Mungu ametupa fursa nyingine tena kukutana nawe. Karibu tena na unaweza kujieleza kwa majina mara tena ili watazamaji wetu waweze kukufahamu vizuri. Karibu sana mgeni wetu. Nashukuru sana Jane Gathoni kwa kunikaribisha kwa show hii ya Jane Gathoni Show. Ndio. Niwakumbushe watazamaji wangu, jina langu ni mchungaji Peter Thuku Njoroge, mchungaji wa Free Pentecostal Fellowship in Kenya pale Ngoroi. Basi na shukuru kwamba umenikaribisha. Asante sana. Naamini kwamba tutabarikiwa pamoja na watazamaji wetu. Asante sana. Na pia mchungaji wetu alikuwa mhadhiri kwa miaka kadhaa katika chuo cha St. Paul's University, na pia ameweza kufanya mambo kadha wa kadha katika ujenzi wa taifa, na pia Mungu amemneemesha, pia ni mchungaji, anatunza nafsi zetu na anatunza roho za wanadamu. Pia ni mvuvi wa watu, si mvuvi wa samaki lakini mvuvi wa watu. Karibu sana mtumishi katika episode 2 ya Jane Gathoni Show. Kuna kitu ambayo uliweza kututajia, ukatuambia kwa sasa hauoni, na kitambo ulikuwa unaona kabisa. Mambo yale yote uliyafanya, wale ambao mjaochi episode 1, tafadhali rudini nyuma mweze kupata vizuri, mjue mchungaji ni nani na wapi ametoka. Hakika Mungu amemneemesha. Ulitutajia ukatuambia ulipata shida ya macho kwa sababu ya ulipata shida ya afya, na hiyo shida ya afya ikaathiri macho yako. Hebu tuambie safari hii. Karibu sana. Nashukuru. Basi mwaka 2016 nilianza kupata tatizo kidogo la kuona. Ndio. Lakini nikaendelea na kazi. Ndio. Na mwaka 2019 ikawa ile shida imezidi kuongezeka na ikawa inahitaji kuangaliwa na daktari kwa dharura. Na ikaelekea kufanyiwa operation ya kwanza mwaka huo wa 2019. Ndio. Na baada ya mwezi mmoja ikawa hali imekuwa tete zaidi. Basi daktari ambaye alikuwa ananihudumia akanituma kule India kwa matibabu zaidi. Ndio. Na katika yale matibabu daktari, Mungu aliwawezesha, waliweza kuokoa macho yangu, na japo sioni kama ambavyo nilikuwa ninaona kabla ya tatizo hili. Sasa hivi uwezo mkubwa wa kuona umepungua. Lakini Jane, jambo hili halijanivunja moyo. Amina. Kama mtumishi wa Mungu. Amina. Nilirudi na nikaendelea na huduma ya Bwana. Ndio.
Kwa sababu ya tatizo hili ilibidi niache kazi yangu ya kuwa mhadhiri. Ndio. Na pamoja na hayo nilikuwa tayari mimi ni mhubiri wa Injili, kwa hivyo nilikuwa naendelea kuhubiri. Ndio. Na kanisa liliweza kunipokea. Wow. Hata baada ya hili tatizo. Ndio. Na nimeendelea kufanya kazi ya Mungu. Amina. Nikiwa na matumaini makubwa, kwa sababu macho yanaweza kuwa yana upungufu wa kuona. Ndio. Lakini maono yaliyo katika moyo wangu kwa kazi ya Mungu, wow, hayo ninayaona vizuri tu, ya nguvu zaidi. Nayaona vizuri kabisa. Mungu ameniita pale kuifanya kazi yake, na wengine ambao ninawahudumia wametiwa moyo. Hebu sikia, mchungaji pamoja na changamoto hii ya kukosa kuona vizuri, ndio bado anaifanya kazi ya Mungu. Amina. Sembuse wale ambao kila kitu ni timamu jamani, na changamoto wanapata uzito kuifanya kazi ya Mungu. Jamani, mimi naifanya kazi hii kwa moyo. Amina. Na nimemwona Mungu. Kuna jambo umesema mtumishi, ya kwamba ndio unaweza kuwa na upungufu wa kuona kwa macho. Ndio. Lakini haujapungukiwa kwa maono. Ndio. Yaani haujaruhusu maono yako ife ama ipungue. Ndiyo. Pamoja na kuona kwako kwa hali ya kawaida. Ndio. Yaani uliamua kusonga mbele. Hebu mtazamaji wetu, hebu fikiria, hebu kisia kuhusu jambo hili. Yaani za zingine unaweza kuwa unaona ndio kabisa. Ndio. Kwa macho ya asili. Lakini hauna macho ya maono. Ndio. Lakini mtumishi akasema hata kubali changamoto hii ya kuona kiasilia iweze kushika maono yake. Mchungaji akaendelea kuchunga kondoo wake Mungu. Bila kunungunika, bila kusema mbona Mungu umenisahau. Hebu fikiria. Mchungaji, endelea. Nashukuru. Jeni, katika Biblia ndio kuna wenye ukoma 4. Ndio. Na ambao walikuwa wamewekwa nje ya mji wa Yerusalemu. Ndio. Na wakati ule mfalme wa Ashuru alitaka kuangamiza Israeli. Ndio. Na ikawa hawa wenye ukoma 4 hawaruhusiwi kukaa ndani ya mji. Ndio. Na wako nje ya mji. Ndio. Ina maana kwamba walikuwa kwenye hatari. Ndio. Lakini ajabu ni kwamba hawa wenye ukoma 4 si ndio waliookoa mji? Jamani, fikiria. Kwa hivyo ulemavu sio sababu ya kushindwa kumtumikia Mungu. Amina. Ya nguvu sana hii. Kazi jinsi tulivyo. Amina. Hajali maumbile, hajali mtu kuwa kiziwi. Ndio. Ama kupoteza mikono ama miguu. Ndio. Bado huyo mtu ni wa dhamani mbele za Mungu. Amina, mtumishi. Anapoendelea kuwa hai. Ndio. Basi Mungu ana sababu nzuri. Ndio. Ya yeye kuifanya kazi yake. Ndio. Hao wenye ukoma 4 walipoanza kwenda katika kambi ya wanajeshi ya Washuru. Ndio. Mungu alisababisha miguu yao akaongeza miguu yao hatua zao zikasikika kana kwamba ni wanajeshi kutoka Misri. Ndio. Wanajeshi kutoka Uturuki. Ndio. Na basi wanajeshi wa Ashuru wakatoroka, wakakimbia. Mara nyingi Mungu anajitukuza katika mapungufu yetu. Ndio. Na wakati wote unaonekana ukiwa mpungufu. Hapo Mungu anakuja na nguvu zake na anajidhibitisha. Tunashukuru Mungu. Sasa safari hii mtumishi, umeendelea namna gani? Baada sasa watoto walipokeaje? Kwa sababu najua kila wakati mtoto labda alizoea baba anajielekeza vizuri bila shida nini. Na pia mke wako alipokea namna gani, na walikunga mkono namna gani au namna gani? Kwa sababu unapata changamoto hizi wakati zinatokea katika maisha. Watazamaji wengi najua mnajua. Kuna watu ambao wanaanza kutenga wale wendani wao. Kwa sababu wanaona sasa huyu sasa ni kama mzigo au ni nini. Lakini nataka tusikie kutoka kwa mtumishi, watu wako, familia yako vipi? Mpendwa wako ambaye ulimpenda hapo hivyo, akiwa anaona sasa huyu ni kijana barubaru ambaye anaona kesho kutwa, alibadilishi, aligairi au? Hebu tueleze.
Nashukuru kwa hilo swali Jane. Ndio. Ni swali muhimu ambalo hata nami nilikuwa najiuliza hilo swali wakati ambapo nilikuwa napitia matibabu. Ndio. Na jambo ambalo niseme lilifanyika ni kwamba mke pamoja na vijana wangu Ndio. waliguzwa na jambo hili, liliwashtua, maana ni wanadamu kabisa. Kwa hivyo jambo hili kidogo lilipofanyika, kulikuwa na hali ya taharuki. Wanashindwa imekuwaje, baba tumemjua mzima kila siku, ametuhudumia hapa, natupeleka shuleni akiwa anaendesha gari mwenyewe shuleni miaka mingi, amehusika katika mahitaji ya family. Ndio. Sasa itakuwaje? Kwa hivyo hiyo hali ilikuwepo. Jambo ambalo napenda kumshukuru Mungu ni kwamba familia waliweza kukubali hali ambaye nilikumbana nayo. Ndio. Na wakaendelea kunipokea kama mmoja wa familia. Ndio. Na mke wangu alizidi kunipenda. Watoto wangu vijana wakubwa sasa wananipenda. Pongezi kwao. Na hili nisaidia kusikia kwamba ninapendwa. Amina. Kwamba familia yangu hawakuniacha wakati mgumu. Jambo ambalo kwa kweli labda ninaweza sema ninalikosa sana katika maisha hapo awali na sasa ni kwamba nilipenda sana kuendesha gari. Ni kweli jamani. Lakini sasa baada ya janga hili tatizo, ndio basi ikabidi kwa heri kwa gari utulie, uendeshwe. Mimi nikakubali kuwa abiria. Kwa sababu mara nyingi nimeona kijanako huyu ambaye umesema yeye anafanya taaluma gani? Yeye ni mhasibu, yani accountant kweli. Lakini sasa huyu kijana ninaona anajituma. Mara nyingi nikikupata na kupata kijana anakuendesha. Yani kijana anakuhudumia sawa. Kwa mikutano kadha wa kadha tumekutana ya wachungaji, nimeona akikuleta. Na Mungu ambariki pia pamoja na jamii nzima na mke wako pia. Kama si kijanako ni mke wako. Na kwa sababu ulituambia msichana pia amepata kazi, yeye yule wa kwanza. Sasa unapata labda hapatikani hapa kwa hapa, lakini wale waliopo wanashughulika kabisa. So Mungu awabariki sana. Ndio tunawaambia watu hebu tuweze kuwatunza wote, kwa sababu haujui. Waswahili wanasema hujafa hujaumbika. Leo mtu yuko hivi, kesho yuko vitofauti sana. Lakini tunaomba Mungu atulinde na atusaidie kutokana na janga zote. Lakini mambo hutukia tu, hakuna ambaye hubisha hodi kwa mambo kama haya. So kwa hivyo ni lazima uweze kumtunza mtu vizuri. Unajiambia kama ingekuwa mimi sasa, hebu kisia ni wewe. Ukifikiria hivyo, utakuwa na utu, au utafanya unyama. Na kwa hilo Mungu atakubariki. Kwa sababu mambo mengine Biblia inasema yote yanatendeka kwa wema. So kwa hivyo mchungaji, ukaweza kuendelea vizuri. Sasa kanisa, ninaona kanisa kubwa hili hapa mmejenga, kanisa ya kisasa maridadi, mnaendelea, mko karibu kukamilisha. Na tunaamini mahali pamebakia Mungu atazidi kukamilisha. Atapeana fedha, atapeana dhahabu. Naona kanisa nzuri, kanisa hii maridadi. Naona watu vile wanavyojenga na wanavyoshughulika. Hii ni mkono wa Mungu hakika. Na pia ninaona familia imebarikiwa. Tazama nyumba yako, nyumba maridadi, ambaye watu ambao tayari labda wana vyote, labda mikono, macho na kila kitu, bado hawajafikia kiwango hiki. Hakika hii ni mkono wa Mungu. Najua Mungu hupenda kujitukuza kwa mambo kama haya. Tazama vile mambo ilivyo. Tunashukuru Mungu sana kwa sababu ya maisha yako. Tazama watoto wako wazuri kweli, warembo. Mungu amewabariki kweli. Na pia Mungu amewabariki kwa masomo. Unasikia wale wa mwisho wawili mapacha, ulituambia kwamba wanasomea sheria. Ndio. Na huyu mwingine mhasibu. Na wa kwanza huyu ambaye anafanya kazi anafanya nini? Mwalimu. Alifuata mama na baba. Si ni baraka kweli mtumishi? Baraka kubwa. Kwa kweli tunamshukuru Mungu. Ndio. Amekuwa mwema. Amina. Kwa familia yangu. Amina. Kwa kazi ya Mungu ambayo tunaifanya. Ndio. Kama nilivyosema, familia walikubali kwamba sasa hivi siwezi
kufanya mambo mengi kama ambayo nilikuwa nafanya katika hali yangu ya kawaida. Ndio. Lakini kwa mfumo wa teknolojia iliyopo sasa hivi, ndio, bado ninaweza kufanya mambo ambayo kwa hali ya kawaida ndio, hayangewezekana. ni kweli, kwa sababu sasa hivi teknolojia iliyoko, ninaweza kuzungumza na simu yangu, ninaweza kunipa nambari ambayo napenda kupiga. Kwa hiyo teknolojia kwa sehemu kubwa pia imerahisisha maisha ya watu ambao wanaweza kuwa na mahitaji maalum ama special needs. Kwa hiyo ni njia moja ambayo inanipa kuishi katika hali ya kawaida, japo sio ile kawaida ya mtu ambaye anaona kawaida vikamilifu. Hivyo teknolojia iliyoko sasa hivi kwa mtu ambaye ana matatizo ya kuona inaweza kumsaidia. Kwa mfano, nazungumza na simu yangu, inanipa nambari ambayo nataka kupiga. Na pia teknolojia ya video. Kwa hivyo imekuwa rahisi, si kama kabla ya wakati kitambo teknolojia ilikuwa. Kwa sababu wale wa kitambo najua walipitia changamoto nyingi. Ndio nilipoanza programu hii ya Jane Gathoni Show nilisema ya kwamba mitandao ilikuja na faida zake na ilikuja pia na mambo yake ambaye si sawa. Lakini sasa sisi ambao tunamjua Mungu ni vizuri tuchague yale mambo ambayo ni mazuri kwenye teknolojia ili iweze kutusaidia, kwa sababu yule ambaye alikuwa anatengeneza teknolojia mawazo yake ilikuwa kutengeneza. Lakini sasa sisi wanadamu, kwa sababu tuna akili nyingi sana na tunaona huyu mtu hakufanya iliyo sawa, tunaamua kuanza kupeperusha na kufanya vitu ambavyo si sawa. Na Mchungaji Kisengere, nyuma kidogo, ulikuwa umetueleza kuhusu shuhuda yako ya shule ya msingi. Hamna shida, tumeanza huku mbele tukarudi nyuma, hamna tatizo kabisa. Ulikuwa umetuambia wazazi hawakukuwa na uweza wa kukusomesha. Pale ulitaja shule. Utaweza kututajia shule ambayo ulikuwa shule ya upili na vile Mungu alivyokuja akaingilia kati baada ya wewe kutoa fungu la 10 kamilifu? Hebu tupatie ushuhuda huo. Ulikuwa ushuhuda mzuri kweli. Nashukuru Jane. Kwa kweli masomo yangu yalivyoanza katika shule ya upili kulikuwa na mambo mengi ama vikwazo. Hasa vikwazo vya karo ya shule, fedha zangu za mfukoni. Haikuwa rahisi kupata elimu. Na mara kwa mara nakumbuka tamu ya kwanza ya form 3. Nilikaa nyumbani tamu nzima. Jamani, pole. Kwa sababu ya mapungufu ya fedha. Karo. Lakini kwa neema ya Mungu na kwa imani kwamba nilitoa nikijua kwamba Mungu anaweza kila jambo. Niliweza kukamilisha. Nilirudi na nikaendelea na masomo. Na nikakamilisha shule ya upili. Na nikafaulu kujiunga na chuo. Labda pesa ilitoka wapi? Labda wazazi tu kuchanganywa hapa kule, ama kuna mfadhili alitokezea? Kwa kweli nilipata muujiza pale kanisani. Kanisa langu la nyumbani. Linaitwaje kanisa hilo? Free Pentecostal Fellowship. Bado ni Free Pentecostal. Ndio. Kulikuwa na kikundi cha maombi ambacho walichukua hitaji langu na kuomba pamoja nami. Na akaguzwa mtu mmoja. Bwenyenye pale mjini, ama ilikuwa ni mtu wa wapi? Alikuwa rafiki ambaye alikuwa anafanya na shirika moja kutoka nje ya nchi. Baraka. Na alikuwa anashiriki kwenye lile kanisa letu. Alipoelewa hali yangu, mtu ambaye hanijui, jamani, akaamua kulipa malimbikizi yote ya deni. Mungu ni mwema. Yakalipa fedha zote, karo yote iliyokuwa malimbikizi ikalipwa. Mungu atukuzwe. Kwa hivyo nikaweza kuendelea na masomo na Mungu akafungua njia zaidi. Yaani Mungu alikutumia malaika. Unajua siku hizi watu tunangoja labda Mungu ashuke kama Mungu tu. Lakini Mungu anatumia malaika, watu ambao
wametuzunguka, na ukumbuke ni malaika, kwa sababu huyu mtu hakukujua zaidi Kabisa. lakini alisikia hadithi yako akaguswa. Kwa sababu mimi husema jambo moja, kikawaida wanadamu ni wachoyo. Ndio. Ili mwanadamu achukue chake akupe wewe, inagharimu mkono wa Mungu. Mungu aguse tu moyo wake, kwa sababu najua kuna watoto wengi kule Loitoktok, ule Ole Kajiado High School walikuwa na shida kama zako, kama vile Biblia inavyosema wajane walikuwa wengi nyakati zile, lakini Elia alituma kwa mjane yule mmoja. Yeah. So hivyo Mungu akatumia malaika kwa midhiri ya mwanadamu. Na kisha baadaye akaja akaweza kukunasua. Si Mungu apokee sifa na utukufu. Amen. Wewe uliye mahali pale, sikia ushuhuda huu wa mtumishi wa Bwana, ya kwamba kuna Mungu anayesikia maombi na kutenda. Anakuja hata dakika ya mwisho. Tayari alikuwa karibu kukata tamaa, alikuwa kwenye kidato cha 3, amekosa muhula mzima wa kwanza. Yaani ako karibu, yeye sasa Waingereza wanasema alikuwa pre-candidate. Lakini hakukata tamaa. Alishika Mungu na akamwamini Mungu, akajua huyu Mungu simwachi, kwa sababu najua alinitendea hapo nyuma na hata sasa atanitendea. Wewe mama ambaye unamngojea Mungu kwa sababu ya mtoto wako kwa karo ya shule, ama wewe ambaye unamtarajia Mungu kwa sababu ya fedha ya mahali hapa na kule, ama hitaji lolote ulio nayo, usikate tamaa. Mungu huyu huja hata wakati wa mwisho, yani 11th hour. Kwa hiyo tumwamini Mungu na tumtumikie siku zote. Mtumishi wa Bwana, unashuhuda kweli kweli. Aya, baadaye ukaingia tuseme, kwa sababu unajua hata kwenye Biblia kulikuwa na wakati ambapo kulitokea na kivuli. Kivuli kikakuwa cha muda fulani. Kisha baadaye Mungu akaondoa kivuli kwa mtumishi wa Bwana, kwa sababu majira yalikuwa yamefika mwisho. Sasa majira ya maana hii ikafika mwisho pale Ole Kajiado. Ndio. Sasa umeanza maisha mengine mapya ya kwenda chuo. Ndio. Ukatueleza ulikuwa pale ulichaguliwa kama UT teacher, ukaweza kuingia kwenye shule ukafunza miaka mingapi? 2. Halafu baadaye tuambie. Sasa nikiwa mwalimu, kumbuka nilikuwa nimefaulu katika mtihani wa kidato cha 4. Ndio. Nilikuwa nimefaulu kwenda chuo kikuu. Ndio. Na unakumbuka nilikuwa na matatizo mengi ya kumaliza sekondari. Ndio. Kwa hiyo yule malaika Mungu alimtumia kwa wakati huo. Ndio. Na kazi yake ikamalizika. Ndio. Sasa mimi ni mwalimu na ninasikia moyoni himizo kubwa kwamba kuna kitu ambacho Mungu anataka kufanya. Nasikia kabisa Mungu ananielekeza kusoma chuo kikuu. Ndio. Basi kutajia mwanzo kwamba nilikuwa kwenye kikundi cha maombi pale kwetu kanisani Loitoktok. Ndio. Na katika kile kikundi nikawashirikisha hitaji kwamba nasikia kabisa nahitaji kwenda chuo kikuu na naamini Mungu anipe muujiza. Amina. Basi wakawa wananiombea. Ndio. Na kwa neema ya Mungu nikasikia tena himizo moyoni. Ndio. Jaribu kufikia mashirika tofauti. Mungu anaelekeza kweli. Yanaweza kukufadhili katika masomo yako ya juu. Ndio. Na ilikuwa nadra sana wakati ule kupata watu wanaelimishwa na mashirika katika vyuo vikuu. Kwa hiyo nikaandika mabarua kwa mashirika mbalimbali. Wakati ule tulikuwa tunatuma mabarua kupitia posta. Kwa hivyo huna uhakika kama barua ilifika, aidha ilipokelewa ama haikupokelewa. Kidogo tu. Mashirika mengi kabisa. Ningependa tuweze kushikilia hapo ili tuweze kupata wadhamini wetu. Wadhamini wetu ni Longview Suits. Hapa wako katikati ya Karen na mji wa Ongata Rongai. Longview Suits wameweza kutufadhili na kuweza kutupa nafasi hii. Wana huduma mbalimbali, huduma nzuri zaidi, huduma kemkem mahali hapa. Ukitaka mahali pa kupumzika, mahali ambapo hapana kelele, mahali ambapo ni pazuri na kukuondolea msongo wa mawazo, fikiria Longview Hotel. Wana maandalizi mazuri sana, hata sehemu ya kulala ni vitanda vyao ni vya kisasa. Kila huduma pale ni vya kisasa, mambo maridadi, mambo timam kabisa. Ukitaka kufikiria, njoo ukitaka mahali pazuri, njoo Longview Hotel. Angalia wale ambao wanahitaji conference, angalia vyumba vyao vya conference
vyumba vizuri, angalia vile walivyopanga vitu vyao, yaani kazi safi. Mahali utakapokuja mahali hapa hautajutia. Tujaribu Longview Hotel. Karibu sana mtumishi, baada ya kupata kopo la maji, ninakukaribisha tena. Ulikuwa unaendelea kutuelezea vizuri zaidi jinsi mambo yalivyokuwa. Hebu endelea mtumishi. Basi nilichukua hatua ya imani. Ndio. Pamoja na maombi. Ndio. Maombi yanafanya kazi pamoja na imani. Na kupiga hatua. Na imani ndiyo hiyo basi, kupiga hatua. Yaani imani bila matendo imekufa kabisa. Ndio. Kwa hiyo nikaamua wacha niandikie mashirika ambayo yanaweza kunifadhili katika masomo yangu. Na nikatuma barua kwa mashirika tofauti. Ajabu ni kwamba mashirika mengi niliyoyaandikia nikidhani kwamba watanifadhili katika elimu ya juu. Sikupokea hata jibu. Yaani njia za Mungu ni tofauti sana na za wanadamu. Kabisa. Sasa shirika ambalo sikudhani kabisa, jamani, hata sikulifikiria, lilikuwa shirika la mwisho kuandikia. Shirika lenyewe unaweza litaja ama si vizuri kutaja? Basi nafikiri naweza kulitaja. Ndio. Shirika la SIDA. Baraka. Mungu awabariki walipo. Mungu awabariki. Nikawaandikia na nikapata jawabu kwamba tunashukuru kupokea barua yako na tumesikia ombi lako na tumekubali kwamba tutakufadhili elimu yako ya chuo kikuu kuanzia mwanzo hadi mwisho. Kuanzia mwanzo hadi mwisho. Baraka. Ukawa muujiza. Mungu yupo. Nilienda nikashiriki huo muujiza na prayer team yangu. Mungu awabariki pia. Nafasi ya kumshukuru Mungu kwa kweli kwa muujiza wa kunifadhili katika masomo. Kwa hivyo sikufikiri tena kuhusu karo itatoka wapi. Jamani, shirika lilikuwa linalipa hata kabla hujaanza. Na pia kukawa kuna posho la kila mwezi. Na pamoja na posho la kila mwezi kukawa na allowances mbalimbali za usafiri, yaani kuna Mungu, matunzo. Kwa hivyo nilikuwa kama mfanyakazi wa shirika la SIDA hapa nchini. Kwa hivyo nilisoma kama mtu ambaye kama mtoto wa mfalme. Na ukaenda pia chuo ambacho kinajulikana ni cha watoto wa wafalme, cha bwenyeje. Mungu akakuwezesha ukaweza kushiriki na wakuu. Kabisa. Yaani subra inazaa matunda. Kabisa. Yaani Mungu akakuweka katika sehemu ya juu. Yaani ukasahau, yaani ukawa unajua hata labda unaweza kuwapatia wengine mapeni kidogo hapa kule kwa sababu Mungu alikupa zaidi. Kabisa. Baraka iliyoje. Kabisa. Ukaenda mpaka Daystar University. Ndio. Ukapata shahada. Ndio. Ya kwanza. Na hata kabla ya kufuzu. Ndio. Lile shirika lilikuwa linapokea matokeo yangu kila muhula. Ndio. Na kwa idara ambayo nilikuwa idara ya mawasiliano. Ndio. Mimi nilikuwa mwanafunzi wa kwanza. Hongera. Asante. Jamani. Kwa hiyo kutokana na hiyo. Ndio. Lile shirika
kuendeleza msaada wa ufadhili katika shahada ya pili. Masters sasa. Masters. Walilipa. Usicheze na Mungu jamani. Kwa hiyo nahesabu huu ni muujiza mkubwa. Mungu atukuzwe. Na napenda kuhimiza msikilizaji wangu. Ndio. Katika Mathayo 7:7. Ndio. Tafuteni. Inasema ombeni. Tafuteni. Ndio. Bisheni. Basi. Kwa hiyo pamoja na kuomba lazima utafute, sisitiza, lazima ubishe. Basi hapo ndipo imani inatenda kazi. Lakini imani ya kuwa moyoni na akilini pasipo kupiga hatua hautaenda popote. Jitume, inabidi ujitume, utoke. Kama ni kuandika, andika barua. Kama ni kupiga simu, piga simu. Ndio. Kwa hiyo kule kutoka kwangu na kuandika barua na kutuma ndio kwa mashirika mbalimbali, yaani hukungoja malaika afanye hiyo shughuli. Mimi yaani kuna sehemu ya Mungu na kuna sehemu yako mwanadamu kabisa. Hata unapoomba Mungu wewe chukua hatua. Hakika unanitia moyo pia. Amen. Hatua kama hii bado pia kufanya utangazaji hii ni hatua kubwa. Kwa mfano ningekuwa tuna ari nasema mimi natamani kuwa mtangazaji, ninalaumu wazazi wangu hawakunipeleka chuo. Hamna. Mungu anapatiana fursa na masaa sawa kwa wanadamu wote. Wewe unatumiaje masaa yako 24? Jitume. Wacha kunungunika. Wacha kusema fulani amenikosea. Kama si fulani ningekuwa mbali. Hamna. Yaliyopita si ndwele, tugange ajayo. Na kila wakati ona mbele kuzuri. Na kisha baadaye mtumishi Mungu amekubariki, amekutendea mambo makubwa pale kanisani, naona kila kitu sawa sasa. Amen. Mungu hakika tunapokuona tunaona Mungu. Amen. Na tunapokusikia tunasikia Mungu. Amen. Kwa sababu Biblia inasema Mungu ashiriki utukufu wake na mwanadamu awaye yote. Haya yote mtazamaji wetu tunayashiriki ili tuweze kuinua jina lake Mungu, ili tuweze kumuinua Mungu, kwa sababu sisi hatuna uwezo wa kufanya haya yote. Wewe kama umwamini Mungu, ningependa kukuambia muamini huyu Mungu kwanza kwa kumpokea kama mwokozi wa maisha yako, na maisha yako haitabaki sawia tena. Utaona na utashiriki matunda ya wokovu, kwa sababu katikati ya matunda ya wokovu, katikati ya wokovu kuna matunda yake. Na pia katika maisha haya tunayopitia, maisha ambayo si ya kikawaida, yana changamoto, yanapanda shuka za maisha, lakini wewe utayashindaje? Utayashinda wakati wewe unaye tumaini kwake Mungu. So kwa hiyo kama humjui huyu Yesu, una wakati mzuri wa kumpokea yeye kama mwokozi wa maisha yako. Kuna nambari ya simu inapita hapo, tutaweza kuomba kwa pamoja. Nipigie simu wakati wowote ili tuweze kuomba kwa pamoja na tuweze kukushirikisha. Hakika mtumishi, imekuwa ni ya baraka sana kuwa nawe katika Jane Gathoni Show. Umekuwa wa baraka, umetuhimiza na tumefurahia sana. Labda kabla ya kutamatisha, una jambo moja au mbili ya kuambia watazamaji wetu kabla ya kuweza kufunga show yetu ya siku ya leo? Mtazamaji, usivunjike moyo. Mambo yanaweza kuonekana kana kwamba yamefika mwisho katika maisha yako, lakini kwa Mungu hujafika mwisho. Mahali ulipo, ukimwamini Mungu na uchukue hatua ya imani, utaanza kuona milango inafunguka. Kwa hivyo napenda upokee hilo himizo na upige hatua ya imani na umtumaini Mungu sawa sawa na neno lake. Mungu atakutetea. Kwa hivyo usiogope. Haijalishi hali yako, wanadamu hawaielewi, watu wanaweza wakakushangaa, lakini Mungu astaajabu kwa hali yako. Anakuelewa jinsi ulivyo. Neno la Mungu linasema kwamba hakuna mashomoro angukae chini pasipo ufahamu wake Mungu. Kwa hivyo napenda nikuhimize kwamba kuna mengi ambayo Mungu anapenda na anakusudia kuyatenda katika maisha yako. Iwapo utakuwa na imani, utasimama vizuri na Yesu, Bwana Yesu atakutetea. Piga hatua ya imani.
Amina. Amen. Mungu akubariki sana mtumishi wa Bwana. Amen. Nasema asante sana kwa kuwa pamoja Amen. nasi siku ya leo. Amen. Mungu akubariki sana na Asante. akutende mema. Mungu Asante. awabariki sana watazamaji wetu. Hebu tukumbuke kusubscribe, hebu tukumbuke kuweza kusikiza na pia kuweza kusambaza. Unapotuwezesha unatujenga kabisa. Mungu akubariki na kutende mema. Tunawapenda na upendo wa Kristo. Bye.